mtaona kazi kubwa inayofanyika. Huu ni mradi wa zaidi ya trilioni 1 kwa ujumla wake kwa nchi nzima. Ni kazi kubwa, ni hatua kubwa, na ni kiongozi mwenye maono tu anaweza kutekeleza mradi wa aina hii, kwa sababu ameelekeza uwekezaji ufanyike ndani ya nchi. Uwekezaji huo unahitaji umeme wa kutosha. Ameelekeza viwanda vilivyokuwepo na vipya vianzishwe. Viwanda hivyo vitahitaji umeme wa kutosha, tena umeme usio katika. Ndio maana kila eneo kimkakati kuna mradi wa aina hii. Nipongeze hatua ambazo zimeshafikiwa. Nimeambiwa kuna hati ya takriban bilioni 1 na sehemu hizi ambayo inahitaji ya malipo. Sasa waziri wa nishati, wasiliana na wenzetu wa fedha, na nimesema waje wauone na huu mradi ili hiyo fedha itoke, ili mradi uende kwa kasi, wananchi hao wasipate shida kama ambavyo Mheshimiwa Rais alitaka kutatua hilo tatizo. Mradi uende bila kusuasua, fedha ile wanayodai, lakini na kazi iendelee. Na Mheshimiwa Waziri, kwa sababu kila wakati tunaonana, mtakuwa napata taarifa ya utekelezaji wa mradi inavyoendelea. Kwa miradi yote ya nishati na ya maji pamoja na ile mingine iliyotajwa, nitoe rai kwa wakandarasi, kazi iliyoko site iendane na fedha ambazo wamekwisha kuzipokea. Kuna baadhi ya maeneo nilikopita kule, unakuta mkandarasi anapewa fedha anapeleka kwenye shughuli nyingine. Tunataka fedha zote zinazotolewa kwa ajili ya mradi ziende kwenye mradi husika. Ujumbe huu wakandarasi wote waupate. Fedha inayotoka tunataka ilingane na kazi ambayo imekwisha kufanyika. Mradi huu ambao umetuwekea jiwe la msingi leo, thamani yake jumla ni bilioni 44, ambapo itajenga substation hii na kuweka transformer 2 kubwa za MVA 60, ambapo transformer hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zitapooza umeme kutoka kVA 132 na kushusha hadi kVA 33, ambayo itakwenda kutoa huduma kwa wananchi. Na katika mradi huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeme utatolewa hapa, utaenda kwa Msisi, ambapo laini inajengwa hivi tunavyozungumza ya kilomita 45. Sasa nikiyasema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huenda wananchi hapa hawatoelewa umuhimu sana wa hivi, lakini niwaeleze tu ya kwamba kabla ya mradi huu na fedha hii kutengwa na serikali hii ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, umeme uliokuwa unapatikana hapa katika wilaya ya Handeni, unaopatikana wilaya ya Kilindi, ilikuwa unatokea Tanga mjini na kusafiri umbali mrefu sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini hivi sasa mradi huu utakapokamilika Novemba mwaka huu, umeme utatokea Chalinze na utakuja kupoozwa hapa na kuwafikia wananchi wa wilaya hii ya Handeni, na mwingine wa kVA 132 utatokea hapa na kuelekea wilaya ya Kilindi, ambapo umeme utakuwa ni wa uhakika. Wilaya yetu ya Handeni ni katika wilaya ambayo inazalisha madini ya graphite kwa wingi Tanzania nzima. Tuna leseni zaidi ya 315 na katika leseni hizo, leseni kubwa ni 4, leseni za kati 9, lakini leseni zingine leseni ndogo ndogo. Tumetoka uzalishaji wa graphite kutoka tani 1400 2020 hadi 2025 sasa kufika tani 1032. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaona ni mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Upatikanaji wa umeme huu utaenda kuleta tija kubwa sana, kwani tumekuwa na ukatikaji sana wa umeme, na hivyo basi uzalishaji ambao nimeueleza hapa unazalishwa chini ya kiwango. 15% tu ya uwezo wa kampuni zetu za uchimbaji ndio zinazoweza kuzalishwa. Hivyo tunakosa ajira ya zaidi ya watu 900,
kwani sasa tunaajiri watu 500 lakini tunapungukiwa watu 900 kutokana na ukosefu wa umeme. Lakini vile vile tani zaidi ya 210 tunakosa kuzalisha kutokana na changamoto hii ya umeme. Hivyo tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru na wewe kwa kuridhia kuja kuweka jiwe la msingi, na umetuwekea jiwe la msingi katika kituo chetu hichi cha kusambaza umeme na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli sio tu za viwandani, lakini shughuli mbalimbali za ujasiriamali, za uzalishaji katika mitambo mbalimbali, kampuni mbalimbali, wananchi na huduma zingine zote zinakwenda kutimia bila changamoto yoyote. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, niseme tena karibu sana Tanga. Najua hichi sio kikao cha kuongea na wananchi wa Tanga. Tutakuwa na kikao baada ya kuzindua mradi wetu wa ICU pale Angani Mji. Kuna eneo limetengwa kuweza kusalimia na kuongea na wananchi wa Tanga kupitia wilaya yetu hii ya Handeni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.